mbele. Pale tumeanzisha maji na tumeweka milioni 800 ya kuzungusha maji mbele mzima, na barabara hiyo inasonga ikisonga. Mbunge wa Mbele Bwana Muriuki ambaye ni mtu wa bidii yuko hapa, alikuja kwangu na tukakubaliana ile matatizo ya maji ya Mbele ya karibu miaka 50 serikali hii itatatua, kwa sababu tuko na mpango na tunaweka plani ya sawasawa, kwa sababu tunajua what we are doing. Tunakubaliana watu wa Embu? Embu hoye! Embu hoye! Hey, naona Embu kweli kumechacha. Tuko pamoja? Vile vile, mimi nataka niwaulize, mbali na ile maji tumeanzisha kule, mbali na barabara zenu, mimi nimekubaliana na watu wa Mbele ya kwamba ile barabara ya kutoka Kilikili kwenda mpaka kule mpaka Masinga mpaka Mbele, barabara ya kutoka Kilikili mpaka Mbele, hiyo barabara ya kutoka Kilikili mpaka ifike Kiambere, hiyo barabara tayari tumeweka advertisement, tumeweka pesa, na mimi nataka nimshukuru mjumbe wa huko Bwana Muriuki kwa sababu anaifuatilia kwa taratibu ya sawasawa. Mimi nataka nimshukuru Karemba, huyo mjumbe muungwana amefuatana na mimi, tumemjengea barabara kutoka Kieni, hiyo barabara inaenda mpaka Karurumo, imebaki kidogo tumalize. Barabara ya kutoka Rugorie kwenda Katangei alafu itaenda mpaka Kanyombora, hiyo barabara inaendelea na nimemwambia nitamkamilishia mpaka ifike Kanyombora. Na tumekubaliana huyu Karemba alikuja na huyu muungwana anaitwa Karemba alikuja na huyu Kahiga wenu, wakaniambia kuna barabara wanataka nijenge ya kutoka Kekote kuja Kebwe, alafu kutoka Kebwe kuja Kebemo, alafu kutoka Kebemo iende Ena. Hiyo barabara mimi nitahakikisha kwamba tumejenga kwa manufaa ya watu wa Embu. Embu hoye! Hiyo barabara mwenye huyu Kaindani animulize, unasema ijengwe? Wana nasema hiyo barabara ijengwe kwa mkono. Very good. Hiyo barabara mimi nitawajengea kwa sababu mimi niko na mbinu ya kufanya hiyo kazi. Tumeelewana? Watu wa Embu tumeelewana? Mimi nataka niwaeleze watu wa Embu, tumekubaliana ya kwamba Kenya hii hatutaki siasa ya fitina na chuki na ukabila na migawanyiko na ubaguzi. Na mimi kama kiongozi wa taifa hii, mimi naelewa ya kwamba hakuna jamii iko Kenya hii kimakosa. Jamii zote ambazo ziko Kenya, mimi kama kiongozi wa taifa nitahakikisha ya kwamba nitaunganisha jamii zote, nitaunganisha kaunti zote, tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele, na hatuwezi kutishwa na watu wa fitina na chuki na ukabila. Kenya itasonga mbele. Watu wa Embu tuko pamoja, watu pamoja. Embu ninaona wanasema tutembee barabara hiyo pamoja. Very good. Watu wa Embu mimi nawahakikishia asanteni sana. Mimi nawaambia, mimi nawashukuru kwa kunipatia huyu Profesa Kithure Kindiki. Huyu muungwana ni mtu wa bidii, ni mtu wa kujitolea, ni profesa amesoma, muungwana. Wapi ndugu ya Profesa Kithure Kindiki kameni watu wa Embu? Very good. Na huyu ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na huyu ni muungwana anaelewa vile Kenya inasonga mbele. Tunaelewana? Huyu ana
Huyu ana ubaguzi, ni mtu amesoma hapo na akili, anajua Kenya inaelekea wapi. Tuko pamoja jamani. Embu hoye! Embu hoye! Naona mmekuja kukuja jamani. Mmekuja kukuja kabisa. Na mko chojo mbaya sana. Sawa sawa. Wacha nichukue nafasi hii nimuulize rafiki yangu naibu wa rais wa Kenya Profesa Kithure Kindiki awasalimie. Leo hatuna mambo mengi, tunashukuru rais amefika hapa kwetu Embu. Tunashukuru rais kwa soko ambaye anatujengea hapa. Tunashukuru rais kwa ile maneno ya stima ambaye ametuletea. Hiyo mambo mengine ya siasa, sisi ndio wenyewe wa siasa. When the time comes, we will do the politics. For now, tunashukuru rais atutembelee tena na tena na tena kwa sababu tunahitaji maendeleo. Kweli si kweli? Embu oye! Embu oye! Asanteni sana kwa kubariki. Haya, niko hapa na gavana wetu, Gavana Cecily Mbarire atusalimie. Mimi nataka nikujibu hivi, kwa sababu tayari nakujengea soko 7. Hiyo umeuliza moja, nimekubali ya Keriare, nitakujengea soko, nitakupatia milioni 50 ya kujenga hiyo soko. Jambo la pili, umesema ya kwamba kuna vijana wa KFC hapa. Hawa vijana wa KFC 3KFC, hawa vijana wa 3KFC, mimi nitakupatia shilingi milioni 2 ya hawa vijana wasonge wakisonga. Ndio tuko pamoja na tuko na vijana. Nimeambiwa ya kwamba vijana wa tauni hii wa bodaboda wa hii ward ya huyu muungwana anaitwa Swale, ati hawakwenda mpaka huko. Sasa wewe Swale, nitapatia huyu mama shilingi milioni 3 ya vijana wa bodaboda wa hii ward yako hapa.
Vijana hoye. Alafu unasema wengine wamebaki ni nani? Wale wamebaki ni vijana ngapi? 600. Hawa vijana wamebaki. Mko area? Mbona sioni sauti yenu? Mko area? Sasa nyinyi vijana nitapatia huyu mama shilingi 1.5 milioni yenu kuweza kununua bidhaa zenu, kusonga mbele wakati yenu. Tumekubaliana? Twende kazi sana hiyo. Hebu tuko pamoja. Hebu hoye. Hapa niko na viongozi wengi, lakini kwa sababu ya masaa niko hapa